Marafiki, ndugu na wote watazamaji, ni wakati tena mzuri, ni wakati mwema ambao nimekuja tena ili tukaweze kujadiliana na kuweza kufunzana ili tukaweze kujua kweli, nayo hii kweli ikatuweka huru. Na kumbuka ya kwamba hauwezi ukawekwa huru ikiwa wewe si mfungwa. Ni lazima ukuwe mfungwa ndipo ukaweze kufunguliwa, uwe katika huru. Watu wengi wamefungwa katika uongo. Ndiyo maana sasa Baba amenipa ruhusa hii ya kuweza kukuja ili nikaweze kujulisha watu kweli. Na ukikumbuka katika episodi au katika vile nilivyoanza, na utakuwa ni muendelezo. Na kuna jambo ambalo natamani nikaweze kuongezea, ni kwamba katika episodi hivi, kabla sijasonga mbali, ukiona ya kwamba kuna mahali ambapo haupaelewi wala haufahamu, ninakuomba, au jambo ambalo naweza kujulisha ni kwamba ukaweze kuuliza swali. Sina tatizo na swali lako, bali swali lako litanitia nguvu nijue ya kwamba kweli unanifuatilia. Na unaweza uliza pia swali kwa niaba ya watu wengine. Sasa nisiende sana kwa sababu tungali katika maongeo mengi, na kwa sababu muda pia unasonga na wakati pia unasonga. Na kumbuka ya kwamba nilikuwa nafuatilia kuhusu kuanguka kwa Adamu. Na ndipo uanguke kumaanisha ulikuwa umesimama. Na ndivyo tujue kuanguka kwako, inafaa tujue ulisimama vipi au ulitembea aje ndipo ukaanguka, au ulikimbiaje ndipo ukaanguka. Sasa mimi ule ambao unaofuatilia ni mwanguko wa Adamu na utawala wa dhambi ndani ya mtu. Mbona dhambi imekulemea? Na mbona dhambi imekuwa ndiyo chanzo cha mateso yako na mangaiko yako? Umetamani kuivua dhambi, bali dhambi imekataa. Umetumia zanaa nyingi, ila dhambi imekataa ndani yako. Sasa jambo ambalo inafaa tulifuatilie ni kwamba hii dhambi ilikujaje na ilikuwaje ikawa ndiyo mwanguko wa mwanadamu. Na ili tujue, inafaa tujue kabla huyu Adamu aanguke, kwa sababu sisi ni bin Adam. Maana neno bin ni mwana. Sasa mimi na wewe ambao ni binadamu, inafaa tujue na tufahamu ya kwamba huyu baba aliangukaje. Na kwa sababu ya hii muendelezo wa hii episodi, ninakuomba ukuwe ni makini kwa kile ambacho ninachokizungumza, na unifuatilie na unisikilize vizuri. Ndiyo maana nimeruhusu maswali pahali ambapo, au uliza kwa niaba ya mwingine, ili tuweze kukua pamoja tukiendelea.
na nitakuwa na jibu kwa episode inayofuata. Na hata ukiwa utanipata ukiwa uko mbele, tukiendelea ndivyo tutakavyojenga polepole. Sasa katika mada yetu tunapata ya kwamba huyu Adamu kabla anguke alipewa au aliumbiwa katika sura ya utakatifu, akawa mfano ambao ni utawala, akapewa pumzi ya uhai ambayo ni Roho Mtakatifu. Huyu Adamu pahali ambapo aliwekwa kulikuwa na miti aina 3. Aina ya kwanza ni mti unaopendeza kwa macho na wafaa kwa chakula. Hiyo ni Mwanzo 2:9. Aina ya pili ni mti wa uzima katikati. Mti wa uzima ulikuwa katikati. Na mti wa mwisho ulikuwa ni mti wa mema na mabaya. Sasa katika hizi miti zote, katika huko nyuma tumefuatilia miti tukajua miti ni nini. Sasa miti huwa na matunda, na haya matunda yanakuanga tofauti sawasawa na miti hizi unazoziona. Nirudie kuisoma Mwanzo 2:9. Mwanzo 2:9 anasema hivi: Baba mwenye haki akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Hizo ni miti aina 3 ambazo ziliwekwa. Sasa tukiendelea, Mwanzo 2:16, Baba mwenye haki akamwagiza huyu mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Kuna miti aina 3 yanayofaa kwa macho au yanayopendeza macho na yafaa kwa kuliwa, na kuna mti wa uzima, na mti wa mwisho ni mti wa mema na mabaya. Na kwa sababu muumba wa mbingu na nchi, Baba aliye mtawala, kwa sababu alijua ya kwamba huyu mtu ni mtakatifu na anamsikiliza vizuri, na anaposema ya kwamba usifanye hili, alijua ya kwamba huyu ana uwezo. Na wakati anaambiwa hivi, huyu mtu yu peke yake ambaye ni Adamu ndiye anayepewa sheria hizi
Adamu ndiye anayepewa mwelekeo huu. Ndiyo maana tunaitwa wana wa Adamu, yani wanadamu, bin Adam. Hatuitanishwi na Hawa, tunaitanishwa na Adamu ambaye alipokea sheria, ambaye alipokea mwelekeo, ambaye alipokea utawala, ambaye alipokea sura, ambaye alipokea mfano. Adamu yule ambaye aliyepokea pumzi ya uhai. Huyu Adamu huyu akaambiwa ya kwamba matunda yale yanayopendeza macho na yafaa kwa kuliwa waweza kuyala. Matunda ya uzima waweza kuyala, utakula hayo. Bali matunda ya mema na mabaya usiyale, hakika utakufa. Sasa inafaa tuangalie matunda haya ni nini. Matunda haya ni machungwa, ndimu, limau, mapera, au ni matunda aina gani ambayo huyu Adamu anaambiwa ya kwamba usiyale? Na tunaambiwa vizuri ya kwamba bali mti wa matunda ya mema na mabaya usiyale. Sheria imeingia tayari. Sheria imeingia tayari. Usifanye hiki, fanya hiki. Sasa inafaa tujue matunda haya ni magani. Vile tulivyojua mti ni nini, vile tulivyojua sura ni nini, vile tulivyojua mfano ni nini, vile tulivyojua pumzi ya uhai ni nini, na ndipo tuweze kujua na kufahamu. Ninaomba au ukiwa na maandiko tunaweza enda kwa pamoja ili maandiko yenyewe yasungumuze, ili mimi mwenyewe nitaweza kusungumuza kama maandiko yenyewe yameshajieleza. Nikiingia katika kitabu cha Methali 13:2 tunaangalia matunda. Methali 13:2 Methali 13:2 Niingie hapo. Methali 13:2 anasema hivi: mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake, bali nafsi ya mtu haini itakula jeuri. Yaani mtu atakula mema kwa matunda ya kinywa chake.
sawasawa na hii, sawasawa na hii, sawasawa na Mathayo Mathayo 12:36 anasema hivi: basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalonena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu, kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Tukapata ya kwamba kulingana na Methali 3:2 kuna matunda ya kinywa, yani maneno. Sasa kwa hiki kifungu cha Biblia tunapata ya kwamba maneno yako ni matunda, ni matunda inayowakilisha kwamba wewe ni mti aina gani. Kwa mfano, katika hizi miti za uhalisia kuna methali inayosema mti wenye matunda mema haukosi kupigwa mawe. Ushaijiuliza ya kwamba ni mti gani ambao huwa unapigwa mawe? Hauwezi ukapiga fenesi mawe, kwa sababu hautajua ni gani ambao ni tunda gani ambalo limeiva au ni tunda gani ambalo halijaiva. Itakupasa wewe upande mwenyewe, ugonge, ndipo utatambua ya kwamba hili tunda liko sawa na hili tunda haliko sawa. Hauwezi ukapiga avocado mawe. Avocado itapasuka, kwa sababu avocado ukiipiga mawe itapasuka. Hiyo haipigwi mawe. Ya pili ni kwamba kuna mizambarau. Ukipiga mawe itaharibika, hautakuwa na ule utamu wa yale mawe ambao umeyapiga. Itakubidi wewe upande sawasawa na avocado. Hautajua gani imekoma na gani ambayo ni bado, na tena ukiipiga mawe inaharibika, inabidi upande juu. Kuna miti mingi sana matunda yake hauwezi ukayapiga mawe. Mti ambao unapigwa mawe sana huo unakuwa ni mwembe, na tena katika mwembe huu kuna kuanga na aina. Kuna mwembe ambao ukikula matunda yake yakiwa mabichi ni makali sana, yakielekea kuiva ni makali, bali yakiiva ni matamu sana. Kuna maembe mengine ukiala hayana utamu, bali si makali, hauhisi ladha yake, na yakiiva utahisi ladha yake. Na kuna mengine ukiila yakiwa mabichi ni matamu, yakiiva ni matamu. Sasa si kila muembe huo unapigwa mawe. Kuna mengine unaangalia kwanza ndipo uchukue hatua
ya kupiga mawe, unayaangalia kwanza, huu ni mti aina gani, na huu ni wa kuliwa ukiwa mbichi au nisubiri uive. Tuko katika matunda yake sasa, kwa sababu hauwezi ukalenga mti ambao hauna matunda. Mti hulengwa ambao una matunda. Hauwezi ukapanda fenesi katika mti wake kama haujaona matunda ndani yake, kwa maana hakuna mti ambao waweza kukua nao karibu ukatumainia kwamba huu mti unaleta mazao, kumbe hauleti. Utaukata na uchome mkaa, kwa sababu utasema ya kwamba sioni faida. Sawa sawa na Yesu alivyokuwa anatembea, akahisi njaa, akaona mti kando ya njia, akaona ya kwamba hauna matunda, akaulaani, ukakauka. Sasa kulingana na kifungo cha Methali kinasema ya kwamba utakula mema kwa matunda ya kinywa chako. Methali hiyo hiyo 18 kuanzia 20 hadi 21, kuanzia 20 hadi 21 anasema hivi: tumbo la mtu litajazwa matunda ya kinywa chake. Yaani tumbo lako litajazwa matunda ya kinywa chako. Atashiba mazao ya midomo. Mazao ya midomo. Kwa kinywa chako utahukumiwa, na kwa kinywa chako utahesabiwa haki. Kwa maneno yako utahukumiwa, na kwa maneno yako utahesabiwa haki. Yaani methali inashikamana na Mathayo, vile Yesu alisema Mathayo 12. Yesu alivyosema ya kwamba kwa kinywa chako utahesabiwa haki, na kwa kinywa chako utahukumiwa, yaani kwa maneno. Tena baba Yesu anasema moyo wa mtu au kinywa cha mtu hunena ya ujazao moyo wake. Sasa moyo wa mtu, ukitaka kunijua mimi ni nani, utanijua kwa kuongea kwangu, na maongezi yangu ndiyo yanayozaa, kwa sababu maana ya neno tumbo hubeba vitu aina mbili. Hubeba kinyezi au hubeba mimba. Tunataka tujue sana. Hapa tumepata ya kwamba maneno yako pia ni matunda. Isaya naye anasemaje? Isaya 3:10. Isaya 3:10. Isaya 3:10 naye anasema, Isaya 3:10 anasema, waambieni wenye haki ya kuwa watakuwa heri, kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Pale tumepata maneno ni matunda. Isaya 3:10 naye anasema, waambieni wenye haki, kwa kuwa watakula
matunda ya matendo yao. Kumaanisha matendo yako ni matunda yako, yanaakilisha wewe ni mtu gani. Wenye haki wana matunda ya matendo yao. Tena ndipo ukule mema, inafaa utakula mema kulingana na matendo ya kinywa chako au matunda ya kinywa chako. Haleluya. 57 hiyo Isaya 19. 57:19 anasema hivi: mimi nayaumba matunda ya midomo. Huyu ni baba mwenye haki anasema, mimi nayaumba matunda ya midomo, amani amani kwake yeye aliye mbali na kwake yeye aliye karibu, asema Yesu mwenye haki, nami nitamponya. Baba mwenye haki anasema yeye anayaumba matunda ya midomo. Yeye anayaumba matunda ya midomo. Haleluya. Methali amesema utakula matunda ya kinywa chako. Tukapata tena Methali anasema utakula mema ya kinywa chako. Isaya amesema waambieni wenye haki, kwa kuwa watakula matunda ya matendo yao. Isaya huyu tena anasema, baba naye anasema anayaumba matunda ya midomo. Yaani ukiwa ndani ya baba mwenye haki, maongeo yako lazima yatabadilika. Haleluya. Yeremia 6:19. Yeremia 6:19. Tunaangalia matunda. Adamu alikatazwa asile matunda ya mema na mabaya. Tumepata hapa matunda yako katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ya midomo, sehemu ya pili mienendo. Yeremia 6:19 na anasema hivi. 19 anasema ya kwamba sikia nchi, tazama nitaleta mabaya juu ya watu hawa, naam matunda ya mawazo yao, kwa sababu hawakuyasikiliza maneno yangu, tena kwa habari ya sheria yangu wameikataa. Isaya amesema matunda ya matendo. Hapa napo Yeremia naye baba anasema ya kwamba hawa watu hao anamwambia kwamba ataleta mabaya juu yao, kwa sababu matunda ya mawazo yao, yaani mawazo yako yanazaa matunda ya mawazo yao ni mabaya. Haya, tumepata matunda aina 3. Matunda ya midomo, matunda ya mienendo, kuna matunda ya mawazo. 12:2 Yeremia 12:2 Yeremia anasema hivi: umewapanda, naam wametia mizizi, wanakuwa, naam wanazaa matunda katika
vinywa vyao u karibu, bali katika mioyo yao u mbali. Yaani hapa inaingiana na niangalia hapa kitabu cha Mathayo hapa naingiana vizuri na Mathayo. Angalia hapa Mathayo nakuanga Mathayo Mathayo hapa naingiana vizuri sana. Mathayo 15 si 5, ni Mathayo 15 kuanzia 8. Anasema hivi: watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Haya, Isaya 12:2 naye anasema hivi: umewapanda, naam, wametia mizizi, wanakuwa, naam, wanazaa matunda katika vinywa vyao u karibu, bali katika mioyo yao u mbali. Yaani katika vinywa vyao wamezaa matunda. Yaani kinywa bado inasisitiza kinywa. Maongeo ndio matunda ya nafsi yako. Nikitaka kujua wewe ni mwongo, sitakujua kwa mienendo, nitakujua kwa matunda ya kinywa chako. Nikitaka kujua wewe ni tapeli, sitakujua kwa sura, nitakujua kwa matunda ya mienendo yako. Nikitaka kujua wewe ni mkora, sitakujua kwa kutembea, nitakujua kwa matunda ya kinywa chako. Nikitaka kujua ya kwamba wewe una matatizo, sitakujua kwa kuhuzunisha, nitakujua kwa matunda ya kinywa chako. Haleluya. Kwa maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazao moyo wake. Haleluya. Haya, tuendelee. Tunaangalia matunda. Hosea 10:13. Hosea 10:13 anasema hivi: mmelima dhuluma, mmevuna uovu, mnakula matunda ya uongo. Kumaanisha tena kuna matunda ya uongo. Na matunda ya uongo ni nini? Uongo ukisoma Yohana 8. Nisome haya matunda wanayokula ni ya nani? Yohana 8 43. Sikia vizuri sasa. Sikia ngoma iko hapa. Piga penyewe. Inasema, nianzia 43. Yesu Baba mwenye haki anasema, anawauliza, mbona hamuyafahamu hayo niyasemayo? Ni kwa sababu ninyi hamwezi kulisikia neno langu. Ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Huyu Ibilisi ana watoto aliowazaa. Sasa Yesu anawaambia ninyi ni wa baba yenu Ibilisi. Kwa nini wa baba Ibilisi? Na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, kusema yaliyo yake mwenyewe. Yaani unapozungumza uongo, unazungumza uongo wa baba yako Ibilisi. Na uuaji tutauangalia. Wanauaje huko mbeleni. Ukinifuatilia utajua uuaji gani huu ambao walikuwa wanazungumzia. Je,
ni uuaji wa mwili? Je, ni uuaji wa nafsi? Je, ni uuaji wa neno? Je, ni uuaji wa nini? Hayo yote tutayajua huko mbeleni. Haya, tuendelee. Nilikuwa sijamalizia Hosea. Imekuwa Hosea 10:13. Akasema hivi: mmelima dhuluma, mmevuna uovu. Mmekula matunda ya uongo, kwa maana alitumainia njia yako na wingi wa mashujaa wako. Na ukifuatilia vizuri katika episodi hii ingine huku nyuma, kuna mahali nilisema ya kwamba huyu Adamu aliambiwa ya kwamba ailime shamba. Nikasema ya kwamba si kwamba Adamu alipewa jembe. Inaunganika nayo Hosea 3:13, anasema umelima dhuluma. Kulima dhuluma maana haimaanisha kwamba ulikuwa na jembe au ulikuwa na trakta au ulikuwa unatumia ng'ombe kwa ajili ya kulima. Hapana. Maana kulima pia iko na maana yake ambayo tutaangalia huko mbeleni. Haleluya. Nataka unifuatilie kwa umakini ukajue kile ambacho ninachomaanisha na kile ambacho ninachokisema. Na popote ambapo haunielewi, uulize swali. Katika mada hii, usiulize swali nje ya mada. Uliza swali kulingana vile ninavyozungumza. Kwa maana ukiuliza swali nje ya mada, utataka nitafsiri na tena nitatoka katika mwelekeo huu. Haleluya. Sasa kwa kuwa huyu Adamu aliambiwa kula matunda, sisi au mimi ninaangalia ni matunda aina gani ambayo Adamu ilimpasa ale. Tukapata matunda. Kuna tunda la kinywa, kuna tunda la mienendo na kuna tunda la mawazo. Haleluya. Tukiendelea, tuingie sasa katika Yohana 15:16. Kitabu ni cha Yohana 15:16. 15:16 anasema hivi: huyu ni Yesu anazungumza. Si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Hapa sasa ni matunda ya mienendo. Yaani inaingiana pale. Inaingiana. Ni matunda ya mienendo. Mkazae. Ndio maana nimekuambia, unaposikia kwamba Adamu aliilima inchi, haimaanisha kwamba alikuwa na jembe. Sasa hapa Yesu anaposema mkazae, na ukumbuke ya kwamba katika wanafunzi wa Yesu hapakuwa na yule wa kike, wote walikuwa wa kiume. Sasa ukienda na ufahamu wa uhalisia, akikwambia kwamba wewe ndio uzae na wewe ni wa kiume, utakuwa ya kwamba haumuelewi. Ila inafaa uvue huo ufahamu, vile unavyojua ndivyo utaweza kunielewa. Lakini ukibaki na ule ufahamu wa kwako, hautanielewa, kwa sababu ule ufahamu ambao unastahili uwe nao wewe haufahamu. Lakini kwa sababu hii ndio kazi imenileta, itakupaza ujue.
Sasa Yesu anasema ya kwamba nami nitawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Na unapozaa matunda na haya matunda yanakaa, ukizaa tunda la kweli, hilo tunda likae. Ukizaa tunda la upendo, hilo tunda likae. Ukizaa tunda la uvumilivu, hilo tunda likakae. Ukizaa tunda la ukweli ndani yako, inafaa hilo tunda likae. Ukizaa tunda la haki, inafaa hiyo haki kae. Ukizaa tunda ambalo la ushindi, inafaa huo ushindi udumu ndani yako. Ila si kwamba unazaa leo, kesho yake tunda limekufa. Hapana. Baba anatuamuru ya kwamba na hayo matunda yakaweze kukaa au kudumu kwa katika muda wote mtakao kuwa katika dunia hii. Haleluya. Tukiendelea, Yakobo 3:17. Sikia Yakobo na anasema. Yakobo, kitabu cha Yakobo 3:17. Yakobo 3:17 anasema hivi. Yakobo 3:17 anasema ya kwamba lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya thamani, ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina, haina unafiki. Na tunda la haki hupandwa katika amani na wale wafanyao amani. Haleluya. Hapa tunaangalia maandiko yanazungumziaje kuhusu matunda. Haleluya. Na sasa Waebrania 13:15 na anasemaje? Waebrania 13:15. Basi kwa njia yake yeye na tumpe muumba dhabihu ya sifa, daima, yani tunda la midomo iungamayo jina lake. Haleluya. Tukapata ya kwamba matunda, Adamu vile alivyoambiwa ya kwamba matunda ya miti ya bustanini waweza kula, ila matunda ya mti wa mema na mabaya usiale, ukiala utakufa. Tumepata matunda, kuna matunda ya midomo, yani sifa au ibada ya kumtukuza muumba wako. Kuna tunda la ufahamu, fahamu zako au fikira zako au mawazo yako au akili yako. Kuna matunda ambao ni mienendo. Sasa inafaa tuangalie huyu Adamu alikatazwa matunda gani? Ya mienendo, ya ufahamu na ya midomo. Yani matunda Adamu alikatazwa asiunganike na wale katika ibada. Ya pili, asienende jinsi vile wale wanavyoenenda. Ya tatu, asifahamu jinsi vile wale wanavyofahamu. Kwa sababu wale walikuwa ni viumbe ambao tayari wameshalaniwa. Ila huyu Adamu, kwa sababu yeye alijiona wakati huo anapopokea hiyo sheria alikuwa peke yake. Na tena wakati ule ambao anaambiwa haya yote hakukuwa na mwenza.
Bali ukisoma hiyo 16 ukiteremka 17 na 18 utapata kwamba Adamu anapewa mwenza. Vile alivyopewa mwenza, tutaangalia ilikuwaje huko mbeleni. Ni nini ambayo ilitendeka, kwa sababu sasa hapa tumeona Adamu ameambiwa matunda. Matunda tumepata ni maongezi. Yaani vile unavyonena kutoka katika kinywa chako. Na kinywa huyanene aujazao moyo wako. Tumepata matunda ni mienendo. Mienendo yako. Sasa hapo ndio matunda. Mienendo yako ni sawasawa na matunda ya mwembe. Yaani mienendo zako ndio zinafanya hata watu wanakuwa na uadui na wewe. Kuna matunda ya ndani na kuna matunda ya nje. Kwa mfano, fenesi huwa haweki nje, anawekanga ndani. Avocado huweka nje na ndani. Mwembe huwa unaweka nje na ndani. Haleluya. Sasa Adamu alikatazwa ndani na nje usiunganike na Hawa, ila yeye hakujua sababu kwa nini amekatazwa asiunganike na Hawa. Lakini yeye akajisahau, akawa na kile kiburi ya kwamba tayari mimi nina mamlaka. Ya pili, mimi ni mtakatifu. Ya tatu, mimi nina pumzi ya uhai. Sasa hata nikipewa hii sheria, ninajua ya kwamba hapa hakuna kitu ambacho kitakaweza kunizuilia. Akasahau, akajisahau. Tutaangalia vile huyu Adamu alijisahau, ili tukaweza kujua, je, Adamu huyu vile alijisahaulisha ni nini ambao kilifuata? Alifanikiwa kuishika hii sheria au sheria hii ilimshinda? Na vile ilimshinda, matokeo ni magani? Na haya matokeo yanaathiri nini hadi leo? Haya matokeo haya ambayo Adamu aliyaruhusu yakawa ndiye ambao ni chanzo cha uongozi wake, chanzo cha sisi kukuweko mpaka leo na vizazi baada ya vizazi. Ni nini? Ni nini ambacho kilifanya yeye akaweze kuanguka? Kwa sababu hakusimama. Huku yeye ni mtawala, huku yeye amepewa kuenenda vile Yesu mwenyewe anavyoenenda, au afahamu vile ufalme wa haki vile unavyofahamu, au akaweze kufanya katika utakatifu, akaenenda katika utakatifu na akafahamu katika utakatifu. Ila tutaangalia Adamu huyu ilikuwaje akaweza kushindwa na dhambi, ndipo dhambi ikaweza kumtawala, na vile ilimtawala uwezo wa kujichomoa huo katika hiyo dhambi ni nini? Haleluya. Inafaa tuangalie ni nini hiki na ni matokeo magani ambayo yalitukia ambayo yanaathiri mpaka leo. Kwa wale wasikilizaji, kwa kuwa huu ni mwendelezo na ninakuomba nikaweze kuiendeleza katika ile inayofuata, ili tukaweze kujua sasa mwanguko, kwa sababu tumepata hapa sheria ya Adamu. Hasa tuweze kujua mwanguko ni mgani.
Asante, ninakushukuru kwa wakati huo ambao umeuweka na kunisikiliza. Ninasema ni asante, tukutane katika ile inayofuata. Asanteni sana. Asante.